Reroluko, salamu alaikum. Kwanza natoa pole kwa jamii yote, wandugu zetu, wazee, wa mama na vijana ambao wako hapa, nawaambia poleni sana. Sisi sote tumepatwa na hii msiba, na mimi siwezi kurudia ile maneno ishasemwa. Umesikia wazee wote hapa wameongea. Kwa ajili ya wakati nitaongea Kiswahili, nikiongea Kisomali tutakaa hapa saa moja. Na tayari tumekaa sana. Sitarudia ile maneno tayari ishaongelewa. Yangu kwanza ni kutoa pole kwa familia ambayo walipatwa na hii msiba. Na hii msiba ilitupata sisi sote kama familia. Vile Abdi Ali mheshimiwa alivyosema, ndio vile mambo ilitokezea. Tulipo kwenda mazishi ya vijana, kabla kwenda kaburini, tulienda kuona mwili zikioshwa. Wakati tulipokuwa huko, watu wote walikuwa na hasira na walikuwa wanalia. Na sisi pia tukapandwa na hasira. Kwa ajili tuliona wale watoto ambao walipigwa risasi kabla hawajamalizwa kuoshwa. Tulisikitika sana. Hao watoto hata nilikuwa nikijiuliza sura yao. Nilikuwa nauliza vile walivyo watoto wadogo, kama kweli walikuwa watoto miaka 18 walikuwa na kipande, lakini kwa sura yao sijui kama ni kwa ajili walipatwa na mauti, Mwenyezi Mungu alipunguza sura yao, walikuwa wanakaa kama watoto wadogo. Paka tulikuwa tunajiuliza ni mnyama aina gani anaweza fanya kitendo kama hii. Tulipotoka hapo, tulienda tukazika wale vijana, tukaitisha mkutano na viongozi wa Kisamawadhal, tukakutana wote pamoja. Na vile kama vile mulivyoelezwa, tulikaa chini tukaongea. Kila mtu aliongea, na mwisho tukashika maneno ya mzee Ugas Muhammad Abdi Samad. Vile alivyoongea, alikuwa amemaliza kila kitu kwa ajili watu walikuwa na hasira. Baadaye maulama wetu wakakuja wakatuambia lazima tubadilishe msimamo yetu, kwa ajili wazee Absame na Kumadhe wamekuja wameingilia hii maneno. Na sisi tukaamua tupunguze siku ndo tuweze kuharakisha, tuanze mazungumzo ndo tuweze kupata amani. Sasa mazungumzo imeanza, lakini tunataka kuhakikishia kwamba mazungumzo haijakwisha. Vile wazee wa Uluko walivyoongea, mzee Hamud, mzee Dubo, Ugasiad, vile wameongea wote, vile wameongea sawa na wameongea ile ya haki. Sisi yetu ni ya kuwaomba kama watu ya Uluko, tupatie nafasi mazungumzo, tuweke amani mpaka tuweze kumaliza mazungumzo na tuweze kupata haki yetu. Sisi kama Waislamu, sifa yetu kubwa kama Waislamu ni ya kwamba Waislamu wanakumbushana mazuri na wanakatazana mabaya. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha, wala asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tusimamishe usawa, tusimamishe haki, na tukumbushane ya kwamba lazima tukue na subra. Hakuna kitu muhimu kuliko subra. Tunajua ya kwamba iko sheria ya Kenya, lakini sheria ya Mwenyezi Mungu
ndio iko juu kuliko sheria ya nchi. Kweli urongo? Tunajua ya kwamba kifo ni haki, lakini pia iko haki zingine ambaye zinafuatilia kabla ya kifo. Hawa watoto vile kifo iliwapata, sahii tunaomba Mwenyezi Mungu awaweke pahali pema peponi na awapanulie kaburi yao na awachukue kama shahid. Na pia kama Waislamu sisi tuko na haki ya kisasi. Kweli urongo? Lakini Mwenyezi Mungu anatukumbusha ya kwamba kabla mtu kuchukua kisasi ni bora zaidi akikuwa na subra na akisamehea. Kwa hivyo sisi tumesema tukuwe na sabra, tuendeleze mazungumzo, lakini tupate haki yetu ndio tuwe na amani ya kudumu. Jambo lingine nataka kuwakumbusha mandugu zangu, musivunjike moyo. Kama kweli sisi ni yatima, basi mujue Mwenyezi Mungu anapenda yatima. Mwenyezi Mungu anatuambia wadduha walayli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman faawa. Hivyo ndo alivyompata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, alimpata kama yatima akamuinua. Leo watu bilioni 2 wanafuata dini ya Kiislamu. Kama sisi ni yatima kweli, Mwenyezi Mungu anatupenda. Tusimamishe ile ambaye iko sawa, tushike dini yetu na Mwenyezi Mungu atatupatia ushindi insha Allah. Kwa kumalizia, vile mzee Wera amesema, vile mheshimiwa Bishar alivyosema, na ni kweli ya Bishar amesema leo hata ule dhamin kwa familia yetu ameinuka na hasira. Ni kweli yake. Samawadhal wote wamekasirika na hii maneno, lakini hatuwezi kufanya maamuzi kwa hamasa, lazima tutumie akili yetu. Kwa vile mazungumzo imeanza, tuipatie nafasi iendelee. Sisi tutafuatilia paka mwisho, tuhakikishe tuko na amani ya kudumu na haki yetu imepatikana. Na sisi kama viongozi hapa mnavyoona, pia tutaita viongozi wa Sinwak wa kisiasa, tukae chini na wao na tuwaulize maswali ngumu ngumu. So kwa hivyo yangu ni kuwaomba tutimize amani. Inshallah Mwenyezi Mungu atupatie subra sote, sabra na iman, na Mwenyezi Mungu atatupatia ushindi inshallah. Tuweke tegemeo letu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.